Bwana Yesu asifiwe, shujaa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe, kamanda. Leo nataka nikufundishe unayenifuatilia. Nataka nikuelekeze kitu kitakacho kusaidia maisha yako. Nataka nikufundishe vitu vitakavyo kusaidia. Nataka nikusaidie vitu ambavyo watu wengi vimekuwa vikiwachanganya. Na leo Bwana kanipa kukufundisha kitu kama hiki. Leo nimebeba somo langu nzuri kabisa, linasema nguvu ya mazingira. Viko vitu vinavyotembea katikati ya mazingira, na kuna vitu vinaweza vikatokea kwa sababu ya mazingira, na kuna vitu vinaweza vikafa kwa sababu ya mazingira, na kuna vitu vinaweza vikapotea kwa sababu ya mazingira. Katika kitabu changu kizuri nataka nisome kuonyeshe. Twende pamoja nikufundishe kitu kitakusaidia. Kitabu changu cha Marko ile sura ya 3 na ule mstari mpaka wa 8. Anga nikufundishe. Anasema, sikiliza tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikiwa alipokuwa kipanda, mbegu nyingine ilianguka kando kando ya njia, wakaja ndege wakala. Huyo ni mpanzi amekwenda kupanda. Mbegu nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikatoka kwa kuwa na udongo haba, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Mbegu ya kwanza ilipopandwa, mpanzi alipanda kando kando ya njia, wakaja ndege wakala. Lakini nyingine ilianguka penye mwamba pasipo na udongo mwingi, ikaota kwa kuwa na udongo haba, maana yake haikuendelea kutokana na uhaba wa udongo. Lakini mstari wa 6 nasema hata jua, na nyingine ikaanguka, mstari wa 5, penye mwamba pasipo na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Mstari wa 6 nasema hata jua lilipozuka iliugua na kuwa haina mizizi, ikanyauka. Hiyo iliota kwenye mwamba iliota kidogo na ikanyauka. Lakini nyingine ikaanguka penye miiba, ila miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri, nyingine ikaanguka penye udongo ulio mzuri. Inasema ikakua, ikamea na kuzaa, 130, 160 na 100. Maana yake ni maongezeko. Nataka kusema nini? Wakati anazungumzia kwenye hiki kitabu, ni mfano mzuri kabisa wa mpanzi. Mpanzi anaposema alipokuwa akienda kupanda, kuna ambazo zilianguka njiani kwa sababu ni njia, ndege wakazila. Kuna zingine zilianguka kwenye miiba. Zilipoanguka kwenye miiba, kwa sababu ya kusongwa zikaota ila zikafa, hadi kufika popote. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, zikaota ila kwa kukosa mizizi, hadi nyewe zikafa. Na zingine zikaanguka kwenye udongo ulio mzuri, hizo zikaota zikazaa 100 kwa 100 mara 100,000. Zote ni mbegu. Nataka ukumbuke hili neno. Nataka ukumbuke somo la leo. Zote ni mbegu. Na maandiko haya yasemi kwamba zilizoshindwa kuota au ambazo hazikuendelea au ambazo hazikutokea zilikuwa na matokeo, au zilikuwa ni mbegu mbaya, au zilikuwa ni mbegu zisizokuwa na matokeo makubwa. Nafikiri zote ziliota vizuri kabisa, na zote zilikuwa ni mbegu zilinunuliwa duka moja. Lakini kuna mbegu ambazo ziliota na kuna mbegu ambazo zikuota. Bali anasema mazingira zilipoangukia, zilipokuwa zimewekwa, zilipokuwepo, hizo ndizo mbegu zilizofanya kufa. Kumbe kuna mazingira, kuna mahali ambapo unaweza ukawekwa, mazingira yakasapoti kukua kwako, mazingira yakasapoti kuongezeka kwako. Kuna mahali unaweza ukawekwa katika mazingira, lakini mazingira yasisapoti kuongezeka na kukua wako. Zile mbegu zilizoanguka katikati, zote zilikuwa ni mbegu na zilikuwa nzuri na zilikuwa zina thamani. Lakini anakuambia mtunzi wa kitabu,
kwamba mbegu hizi zilipodondoka, kuna zilizodondoka kwenye udongo mzuri zikazaa mara 100,000. Kuna mahali umedondoka kwenye mazingira. Mungu, unaweza ukawa na ndoto kubwa sana, unaweza ukawa na wito mkubwa sana katika maisha yako, unaweza ukawa mtu umebeba neema kubwa sana, lakini katika mazingira uliojiwekea, watu waliokuzunguka kama marafiki, hao pia wanachangia, wanaweza kuasili ukuu wako wowote katika maisha. Unaweza ukawa na neema ya kimungu ya tofauti, unaweza ukawa na mtembeleo wa kimungu wa tofauti, lakini watu waliokuzunguka na mazingira unaotembea yanasapoti kufa kwa kile ulichokibeba, yanasapoti kupoteza ile neema ya Mungu ndani yako, yanasapoti. Mazingira wanaweza kuwa ni watu uliamua kujizungumzia na kuambatana nao. Mazingira sio Alice anayozungumzia, lakini mazingira anazungumzia wanaweza kuwa watu ambao umekubali kuambatana nao, watu ambao umejivika jukumu la kuambatana nao katika neema, watu ambao uko chini. Unaweza mazingira inaweza kuwa ni mali hapa kuabudia, uko chini ya mlezi wa baba fulani anakulea kiroho, lakini sikiliza, anaweza kuwa ni chanzo cha wewe kutokukua na kuendelea kiroho. Sio kwa sababu hauna. Na watu wengine wanafikiria kwamba niko hivi kwa sababu niko katika mazingira fulani. Nataka nikwambie, watu uliojizungushia wamebeba neema, wamebeba neema ya kukua, wanaweza kuwa neema ya kuongezeka. Unaweza kuwepo katika ofisi fulani, lakini katika mazingira ya ofisi ulizopo, si ofisi zote zinaweza zikasupport kukua na kuongezeka katika ulimwengu wa roho. Mazingira unaojizungushia yanaamua ni namna gani utakavyokuwa. Hayo yote yanaweza kuwa makubwa na yakasili ukuu wako wa kesho. Ofisi yako, marafiki unaotembea, mazingira, mahali unapoabudia, mahali unapokulia kilo, chakula unachopewa. Kuna watu wamepewa chakula mpaka leo wanadumaa kilo, sio kwa sababu wamekosa, hawana anointing, hawana nini, kuendelea kwao kilo kumekuwa kugumu. Ni kwa sababu ya vile walivyojizungushia, ni kwa sababu ya vile wanavyotembea. Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lizaavyo. Sikiliza, anasema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa likiwa peke yake, isipokuwa limeshika katika shina, vivyo hivyo hamwezi kuwa na matokeo pasipo mimi. Yani huwezi kuwa matokeo pasipo Mungu, huwezi kuwa na matokeo makubwa pasipo kuambatana na watu sahihi, huwezi kuwa na matokeo pasipo kutembea katika mazingira yatakoleta matokeo. Unatamani kufika mbali, hii huwezi kuwa mtu fulani. Katika kitabu changu cha Zaburi ile 93:13, Biblia yangu inaniambia, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Oh, hallelujah. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Katika nyua za Mungu wetu, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Yani kuna mahali unapopandwa unastawi mwenyewe. Kuna mahali unaweza kukaa ukaona ustawi wako unaongezeka. Kuna mahali unaweza kufika. Rafiki yangu, ili uweze kufika level fulani, lazima ukubali kujiposition katika namna ambayo itaruhusu kutoka kwa hicho. Unatamani huduma yako, unatamani viwango vyako vikue, lazima ukubali kujiposition katika mahali panaporuhusu position ya maisha yako. Lazima ukubali kutoka katika, huwezi kukua ikiwa mbegu zako unapanda njiani. Huwezi kukua katika maisha yako unapanda kwenye miiba, unapanda kwenye miamba. Mazingira unaoishi, mazingira unaotembea yanaweza yakataki ni namna gani unaweza kukua na kuongezeka katika ulimwengu wa roho. Nani rafiki yako? Unaweza ukajiuliza hili swali, ni nani rafiki yako? Je, ukikutana nayo ni namna gani anavyoweza kukuboost na kukukuza katika ulimwengu wa roho? Ni kitu gani unakipata ukikutana nayo? Je, ni wakati atakushauri kuingia kwenye movie, atakushauri kuingia kwenye disco, atakushauri kufanya vitu visivyompendeza Mungu? Na ukumbuke, chochote ulichopandwa katika chochote kinachopandwa kwenye fikra kinatokana na aina ya marafiki unaokutana nao. Unaweza ukajiuliza, ni nani ambaye unaambatana naye? Unasikiliza nini
nini muda mwingi? Unasikiliza nini wakati wote? Yaani kuna wakati mazingira yako unachokisikiliza ndicho kinachokuwa na ndicho kinachoasili ukuaji wako, hasa katika ulimwengu wa roho. Kuna wakati tunachokisikiliza, tumejifariji sana tunasikiliza nyimbo za dunia. Sikiliza maidia, nikwambie, unachosikiliza ndicho kinachojenga kukua. Yaani kuna wakati ukui kiroho sio kwa sababu haujui neno au somi, kile ambacho unakipa muda mwingi kukisikiliza, kile ambapo unakipa muda mwingi ukitafakari. Ukitafakari ndicho mazingira. Asikudanganye mtu. Inahitajika udongo mzuri wa hatima ya maisha yako ya mtu au mtu yoyote kustawi. Inahitajika udongo mzuri mtu kustawi. Ingelikuwa ni mbegu tu ya kawaida, ingelizaa mahali popote, lakini Mungu ailipa kibali. Unahitaji mbegu kamanda ustawi. Unahitaji neno la Mungu ustawi. Unahitaji marafiki waliobeba hatima ustawi. Unahitaji kukaa mahali penye madhabahu inayokupa neno litakalokuza maisha yako. Unahitaji madhabahu itakaobeba hatima yako, itakaobeba baadaye yako, utakaobeba maisha yako. Haitoshi tu kuwa mtu wa wito. Haitoshi tu kuniambia mtumishi nina maono. Haitoshi kuniambia mtumishi nina ndoto. Hiyo haitoshi. Mungu anakupa marafiki. Mungu anakupa watu watakao boost hatima yako. Haitoshi tu. Unahitaji mtu mmoja. Mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Sauli. Haikutosha tu kuitwa mtoto wa mfalme, lakini Mungu alimtembeza pamoja na kijakazi wake. Anakutana na mtumishi wa Mungu, anapakwa mafuta. Watu unaoambatana nao wamebeba mafuta ya kukutajilisha, wamebeba mafuta ya kukubebeleka hatima. Madhabahu uliopo, ukiwa katika madhabahu ambayo haikemei dhambi, maisha yako yote utakuwa unaishi upo duniani upo kubarikiwa tu. Madhabahu lazima uishi katika misingi ya kimungu, watakokuwa tayari kukemea dhambi na kukuhakikishia unatoka katika level ulisopo na kwenda katika hatua nyingine. Asikudanganye mtu. Wakati mwingine lazima ujiulize, niko wapi hapa? Hapa nilipo pananipeleka ninakoenda, au hapa nilipo panaua kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu? Huyo niliye naye ananisukuma kufika niendako, au ni kwa kiasi gani ninakoelekea kuna ubora kwa sababu ya hapa ulipo? Yani lazima ujiulize, uwe na maswali. Mbegu bora zikui na kuota kila mahali, inategemea zinapangwa kwenye udongo gani. Mbegu nzuri haitegemei kuota kila sehemu. Mbegu nzuri maana yake lazima ikutane. Kuna law of attraction. Yani kuna mahali una tatizo linakusumbua, alafu hilo tatizo halitoki kwa sababu umezoea. Maana yake kuna mazingira katikati hilo tatizo umeliona ni la kawaida. Let me tell you something. Watu mmoja katika Biblia walitembea na Yesu wakamweka kwenye dhuluba. Maana yake wakati wako kwenye mtumbwi wanaenda, likatokea dhuluba. Wakati dhuluba inatokea, kawaida ya wale wanafunzi waliamini kwenye Baali kuna dhuluba. Maana yake walimuita Yesu wakamuamsha. Yani kuna wakati unaweza kupata tatizo ukajua haya ni mazingira. Hebu jiulize, haya mazingira ya dhuluba yangetokea alizini ambako hakuna maji wala bahari. Can you imagine? Na watu wangejifunza kuomba, wangejifunza kusimama, lakini ile dhuruba ilitokea katikati ya bahari. Na tunavyojua katikati ya bahari au kwenye bahari, lazima mchafuko wa maji unavyotokea, lazima kuwepo na ardhi, lazima kuwepo na dhuruba, lazima kuwepo na mchafuko wa bahari, alafu itokee dhuruba. Kwa walichokiamini katika maisha yako kwamba ili dhuruba ni la kawaida tu, ndio maana wakamuamsha Mungu, lakini imani yao wangesimama na kuomba Mungu angetokea. Yani kuna mahali wewe mwili wako kuna matatizo yanakusumbua, lakini mazingira uliyojitengenezea ukaliweka ili tatizo ni la kwangu tu. Ndio maana hata uhangaiki kupambana na lile tatizo. Wanafunzi wa Yesu hawakuhangaika kupambana na dhuluba. Maana yake walijua hii ni bahari na lazima dhuluba litokee. Kwa hiyo walimwamsha Yesu ili atokee kwenye dhuluba. Lakini let me tell you, ingetokea nje na dhuluba, wangeanza kuomba na kupiga kelele na kufunga. Wangeanza kumlilia Mungu. Yani kuna mali we cannot get that because tumebelieve mali tulipo, mali tunachokitarajia, mali tunachokifanya ni jambo la kawaida. Umekipa hadi majina ili ni tatizo langu. Let me tell you something. Unahitaji kuwepo katika mazingira yatakao kusaidia kukua kiroho. Unahitaji kuambatana na watu watakao kusaidia kutoka. Unahitaji kuambatana na watu watakao beba kesho na baadaye yako. Hao watu katika maisha yako wamebeba kitu kikubwa kitakacho kusaidia. Wamebeba kitu kikubwa kitakacho kuongoza, kitakacho beba kwenye maisha yako na kukusaidia kutoka. Mungu akupe mazingira
sahihi. Mungu akupe mazingira sahihi. Mbegu haiwezi kaota mahali popote, hata kama itakuwa na ubora wa namna gani. Inahitaji kupata mahali penye udongo mzuri ili ikue na kuongezeka zaidi. It is my prayer kwamba maono ulionayo ni makubwa mno, ila Mungu akupe watu sahihi watakao yabeba maono yako. Mungu akupe madhabahu sahihi itakaoambatana na future na kile ambacho ulichokibeba. Haya ndio maombi yangu na nakuombea.